kochi wako Lilian Mihali, na hii ni sehemu yetu ya kwanza kabisa ya programu yetu ya Shika Mimba Kirahisi, sehemu ya fertility diet, kipengele cha fertility tea. Twende pamoja ili tuweze kuelewa na kunufaika. Wewe kama mwanamke ambaye unatarajia kuwa mama, unauandaa mwili wako kwa ajili ya kuwa mjamzito, ni lazima ufahamu ni chai gani hasa unapaswa kutumia, kwa kiwango gani, ili kuhakikisha hauzidishi virutubisho ambapo mwisho wa siku vikizidi vinakuletea shida, wala haupunguzi ili usiweze kupata virutubisho sahihi, bali unapata katika uwiano ulio sawa ili viweze kukuletea matokeo. Sasa siku ya leo tutakwenda kuzungumza kwa habari ya hii fertility yetu, na kitu cha kwanza ni hii hapa. Hii ni karafuu. Umeona? Hii ni karafuu. Karafuu inafanya kazi nyingi sana katika mfumo wa uzazi, na tumeo umeshawahi kusikia. Na kitu cha kwanza, inasaidia kwenye kuongeza mzunguko wa damu katika mfumo wa uzazi. Lakini pia inasaidia kuondoa maambukizi ndani ya damu, lakini pia inasaidia kuweka homoni sawa. Kitu kingine katika chai hii ni mdalasini. Umeona? Mdalasini kazi yake kubwa, hii inasaidia homoni ziweze kufanya kazi vizuri, lakini pia inasaidia kuzuia uvimbe, pia inasaidia kuongeza nafasi ya wewe kushika ujauzito. Hii ni binzeli ya manjano. Hii binzeli ni anti-inflammatory, yani inazuia uvimbe. Kama una uvimbe kwenye kizazi, una uvimbe kwenye mirija, mfumo wa uzazi umevimba, umeona, kwa namna moja ama nyingine, binzeli ya manjano ni ya muhimu sana, ndio maana tumeiweka kwenye fertility. Kitu kingine ni hii tangawizi. Tangawizi inafanya vizuri sana kwenye masuala mazima ya kuondoa uvimbe kwenye mfumo wa uzazi, uvimbe kwenye mirija, lakini pia inasaidia kuondoa sumu. Kitu kingine ni hichi ni kitunguu maji. Umeona, kwa maji tunanunua 100-200, lakini inafanya kazi kubwa sana. Kazi ya kwanza, inasaidia kuongeza kinga ya mwili, kuondoa sumu mwilini na kuweka mazingira ya uzazi sawa. Kitu kingine ni hii hapa. Yes. Hii ni mchaichai. Ninapenda sana mchaichai kwa sababu ya harufu yake, lakini pia ina faida nyingi. Inaongeza mzunguko wa damu, inasaidia kuondoa sumu, inasaidia kuweka homoni sawa na kuweka pia mazingira ya uzazi vizuri. Bila kusahau tunatumia asali mbichi, Calvary honey, ambayo pia unaweza ukaipata kama unaona sehemu ulipo hauwezi ukapata asali mbichi, unaweza ukatuambia tukakuagizia pia. Unaona, kwa hatutumii sukari, tunatumia asali. Na sasa tuende kwenye maandalizi ya chai yetu. Chai yako ya fertility tea utaiandaa kama ifuatavyo. Kwanza kabisa utakuwa unatumia glasi moja tu au kikombe kimoja tu kwa siku moja. Kikombe kimoja kwa siku moja, yani ni kikombe hichi hapa. Na ndio maana maji yenyewe nimeyaweka huko kwa siku moja. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa tunaanza tutachukua karafuu punje 3. Tafuta karafuu nzuri, weka punje 3. Karafuu ina nguvu sana. It's so powerful. Ina nguvu sana. Tunakwenda kutengeneza. Kinachofuata hapa, utaweka mdalasini. Umeona? Chukua mdalasini mmoja tu. Chagua mdalasini mzuri, usichukue magome yale ambayo hayaeleweki. Chukua mdalasini mzuri. Kwa hiyo tunaweza tukaweka punje moja tu kama hii hapa ya karafuu. Hivi ndio vipimo vizuri vitakavyo kusaidia. Tunatwanga kidogo. Umeona? Tunatwanga kidogo ili tuweze kupata viparticles vidogo tu. Umeona? Sijajua kama unaona hapo vizuri. Kwa nimetwanga kidogo, kisha nitakwenda kuloweka. Tutaloweka. Lengo la kuloweka ni kuhakikisha tutaweka maji yetu. Umeona? Tutaweka maji yetu kama hivyo, utafunika vizuri, kisha tunaacha mpaka kesho asubuhi. Kama umeloweka mchana unaweza ukaacha mpaka jioni. Kama umeloweka jioni unaacha mpaka kesho asubuhi, ili virutubisho hivi viwe vimejichuja, vimeingia kwenye maji. Hello Malkia, karibu tena. Tayari tumeshaweka mdalasini wetu na karafuu kwenye maji kwenye kikombe chetu kimoja, ili karafuu na mdalasini virutubisho vyake viweze kuingia kwenye maji vizuri. Na haya ndiyo matokeo yake. Kama unavyoona, umeona, kama unavyoona imebadilika rangi.
Yaani hii ni karafuu punje 3 na mdalasini gome moja tu imefanya hivi. Kwa maana hivyo virutubisho ni vingi sana kuliko ungechukua moja kwa moja ukachemsha. Kwa hiyo tutaweka kwenye sufuria letu kwa ajili ya kutengeneza chai yetu. Baada ya hapo mchai tunaweka majani mawili tu. Tunaweka majani mawili tu haya kwenye chai yetu. Kwa hiyo utachukua, kama unaweza ukafunga, nafikiri tunaweza tu tukaifunga moja kwa moja tukaidumbukiza. Yes. Okay? Sasa kisha tutakwenda kuweka tangawizi. Tangawizi unaweka kiasi kama hiki. Kiasi kama kidole chako cha gumba. Umeona? Kwa sababu tunatumia kama tiba. Ingawaje tusiweke nyingi sana, ila kiasi kama hichi. Utamenya hivi. Baada ya kuwa kila kitu tumeshaweka, tunaandaa tangawizi kwa ajili ya kuweka kwenye chai yetu. Utakatakata au unaweza ukaweka ukabondabonda kwenye kinu ili ilainike vizuri, au ukasugua na blender. Pia tutakatakata kitunguu maji ambacho pia tutakwenda kuweka kwenye chai yetu. Tutawasha hapo ili chai yetu iweze kuchemka. Utaiacha ichemke vizuri kabisa. Baada ya hapo utachuja. Yes, utaepua kisha utaichuja vizuri kabisa. Na baada ya kuchuja, basi tunakwenda kuongeza vitu viwili. Tunakwenda kuongeza binzari ya manjano. Sasa binzari ya manjano hauiwekei jikoni, unaweka chai yako ikiwa tayari. Kwa utaongeza robo ya kijiko cha chakula. Kumbuka tunaandaa kikombe kimoja tu, lakini pia utaweka asali kijiko kimoja kwenye kikombe chako kimoja cha chai. Kama hivyo. Hello Malkia, chai yetu imekamilika na sasa unaweza ukanywa. Ni nzuri, haikeri, haifanyi chochote, ingawaje najua kuna wengine wana allergy na binzari ya manjano. Kwa kama ukiona binzari ya manjano inakusumbua, unaweza ukaiweka pembeni, lakini ni nzuri, bado haina shida yoyote. Chai hii haitakiwi utumie ukiwa umefika siku zako za hatari, lakini pia haitakiwi utumie ukiwa ni mjamzito. Inaweza ikakusababishia mimba yako kutoka. Kama ndo kwanza unaanza programu yako, basi tunaanza na fertility tea. Hatutaki mabadiliko papa, yani ubadili chai asubuhi, ubadili mlo wa mchana, inaweza ikakuletea shida ndani ya mwili wako. Ili mwili uende unazoea, tunaongeza kitu kimoja baada ya nyingine. Kwa hiyo tunaanza na chai yetu fertility tea plus maji, unywaji wa maji. Hili swala nitalizungumzia zaidi kwenye kipindi kinachofuata. Kwa kwenye wiki yako ya kwanza utakuwa unakunywa chai yako vizuri kabisa na maji ya kutosha. Karibu sehemu inayofuata.